zipo roho zingine zilizojiingiza, zikanyemelea, zikajiingiza kanisani. Ndio maana Biblia inatuambia, jamani, sasa muzijaribu hizo roho kwamba zatokana na Mungu. Kwa nini Biblia inasema hivyo? Ni kwa sababu Mungu alijua na aliona zipo roho zilizojiingiza ndani ya kanisa kufanya fujo au kufanyia fujo yule roho tuliyebatizwa kwake na tuliyenyweshwa kwake. Mnanipata pale? Roho zingine zikajiingiza ndani ya kanisa na Mungu akatahadharisha kanisa. Jamani, mumeingiliwa, kwa hiyo muwe makini. Kwa hiyo kila roho muijaribu, muone kama imetoka kwa Bwana au ni kitu kingine. Yesu asifiwe sana. Nilisema zipo roho tatu zinazosema kanisani. Kwa maana kwamba zipo roho nyingine mbili zilizojiingiza kanisani, zinazofanya fujo na sarakasi kanisani ili kulipotosha lile kanisa lililokusanywa na kundi moja. Zipo roho. Amen, amen. Amen, amen. Kuna mambo yamo kanisani ambayo hayakudhaniwa kuwemo kanisani, lakini yamo kanisani na yanaendelea kupamba moto. Si hivi, ni kwa sababu kuna roho zilizojiingiza ndani ya kanisa. Mambo gani? Mambo kama kuchukiana, kusengenyana, kupakana matope na kadhalika. Hiyo haitokani na ile roho tuliyobatizwa kwayo na kunyweshwa kwayo. Maana hiyo ilitufanya kuwa mwili mmoja wenye viungo vingi. Amen, amen. Kwa hiyo, kwa kutambua kwamba kuna roho zimejiingiza, Mungu anatuambia sasa muwe makini, muzijaribu, muzipime. Ndio maana Jumatano nafikiri nilisema sisi kama wa Pentecost. Amen, amen. Mupo? Kanisa mupo? Mnanisikia vizuri? Amen, amen. Sisi kama wa Pentecost tunapokutanika namna hii, tukasikia mtu mmoja wetu anasema sikilizeni Bwana anasema, sikilizeni Bwana anasema, wote tunafunga break. Hata kama tuko tunaomba, hata kama tumefurika, tuko tunanena kwa lugha, watu waliokomaa wanafunga break. Tunasikiliza. Sikilizeni Bwana anasema. Tunasikiliza. Tunachosikiliza ni nini? Je, ni ile roho tuliyobatizwa nayo? Ni ile roho ambayo tulinyweshwa kwayo? Maana ile roho, ni wapendwa, ile roho tuliyonyweshwa kwayo iliyotufanya kuwa mwili wa Kristo. Amen, amen. Ikisema kule kwenye kona, hawa wote ni kama wanapigwa shot. Kule nyuma wanasikia, kwa sababu ni kitu kimoja, sio viwili. Ndio maana huyu akisema kule, yule wa mwisho anasema amina. Huyu amen, anakubali
Kwa nini tunasikiliza? Tunasikia ili tusikie ni kile tulichokunywa. Amen, amen. Halafu unasema ujumbe wako. Ukisema ujumbe, tunapambanua. Na kinachopambanua sio sisi, ni kile tulichokunywa. Kikipatana na hiki kinachosema, nyoyo yetu inasema. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kama ni ujumbe kutoka kwa Bwana, tunasema amina. Lakini tukisikia kwamba ni roho nyingine, tunaweka maswali, tunaweka kwenye vipimo. Kanisa la Kristo sio watoto wachanga. Mtoto mchanga huyo anayetamba, kanatamba. Kakikutana na mavi ya kuku, twende. Mavi ya bata, twende. Kakikutana na mfupa, twende. Mavi ya mbuzi, twende. Kwa nini? Ni katoto. Kanafikiri kila kitu ni chakula. Si ndio? Lakini mtu mzima je? Anapambanua. Unaona tunavyokula mgeuka. Wale watu wa Kigoma, Yesu asifiwe. Kuna samaki wa humo ziwani, ana miba mingi. Anaitwaje? Wale wavuvi. Ngoja nione mnaona kama kuna wavuvi. Na? Manje. Mvuga amejibu. Ana miba mingi. Lakini je, analiwa haliwi kwa sababu ana miba mingi? Analiwa haliwi. Analiwa na watu gani? Na hawa watoto wanaotambaa au analiwa na watu wazima? Analiwa na watu wazima. Akiwa na mla, anajua kuchambua, huyu ni mfupa na ukapembeni, huyu ni mnofu, anakula na ugali unakwenda. Ndivyo kanisa la Kristo lilivyo. Amen, amen. Kanisa likikua linapambanua, kwa sababu ndani ya kanisa kuna roho mbili zilizojiingiza. Roho gani? Roho ya shetani, nayo inatenda kazi kanisani. Mnaelewa hivyo? Ndio. Roho gani nyingine inayotenda kazi? Roho ya mwanadamu, nayo inafanya kazi, inapandikiza mambo. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema tupambanue, kwa sababu sisi sote tulinyweshwa roho moja, tukafanyika kuwa mwili mmoja. Sasa tusonge mbele katika maandiko yetu. Mstari wa 14. Twende pamoja, mstari wa 14. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Na kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Amen, amen. Kwa hiyo naomba mnisikilize vizuri ndugu zangu. Mungu anataka ujue wewe alikuita kutoka kokuwa, akakuleta katika nyumba yake ili uwe kanisa, yani mwili wa Kristo. Na katika mwili wa Kristo wewe ni kiungo kimoja. Kama tulivyosoma, mwili si kiungo kimoja, bali mwili ni mmoja,
lakini una viungo vingi. Anasema vivyo hivyo na Kristo, yaani vivyo hivyo na mwili wa Kristo ndivyo ulivyo, kwa maana kwamba Kristo ni mmoja, lakini una viungo vingi. Amen, amen. Kuna kitu ulikuwa hujui, Bwana anataka ujue ili ubadilishe mitabendi ya maisha yako na ubadilishe mkao ambavyo umekuwa ukikaa. Amen, amen. Jamani, sisi sote kama tulivyosoma maandiko, tuliitwa tukafanyika mwili mmoja. Wote tulikuja tukawa kundi moja. Lakini tumesoma mwili si kiungo kimoja. Mwili ndio mmoja, lakini kuna viungo vingi. Amen, amen. Kwa hiyo katika Kristo ndio maana tuko wengi. Sisi ni viungo, kila mmoja peke yake katika mwili wa Kristo. Hapa tumesoma mguu. Ukisema mimi kwa kuwa sio jicho najiondoa, mwandishi anauliza yaani kutokuwa jicho ni sababu ya kujiondoa katika mwili? Anasema jicho likisema kwa kuwa mimi sio sikio, mimi najiondoa katika mwili. Anasema sasa kama ni hivyo, kila kiungo kikitoka mwili utakuwa wapi? Anasema sisi mwili ni umoja, lakini sisi tulio wengi ni viungo katika mwili wa Kristo. Ni sawa? Kwa maana kwamba amen, amen, wewe umeitwa wote. Pandeni kitu cha kwanza, pandeni hapa juu. Panda hapa. Ndio kama vijana. Amen. Ndio mwili. Ndio. Tuliitwa ili tuwe kundi moja, yaani mwili mmoja. Ndio. Lakini katika mwili huu, huyu hapa katika mwili wa Kristo, huyu ni mkono, huyu ni sikio, huyu ni jicho. Ni sawa? Ni sawa? Wewe ni sehemu moja katika mwili wa Kristo. Asante sana. Mnanielewa? Mrudi.